hata wewe pamoja nami usiogope, maana yeye atafutaye roho yako ndiye atafutaye na roho yangu. Kaa nawe utakaa kwangu salama. Wazungu wanasema ndege wafananao ndiyo warukao pamoja. Kaa nami, maana wale watafutao roho yako ndiyo watafutao na roho yangu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya usomaji wa neno hili. Naomba unisaidie tu niliwasilishe kama ulivyosema nami kwa ajili ya kanisa lako. Mtume malaika, mtume na roho wako atafsiri maneno haya. Wacha nishuke ili wewe uinuliwe tena juu kwa ajili ya utukufu wa Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Basi baada ya amina hiyo naomba uketi tafadhali. Amen. Asanteni sana, praise Mungu awabariki. Mungu awabariki. So wapigie praise makofi wanapoenda kuketi ili nao sasa wanisaidie kuhubiri. Piga makofi kwa ajili ya praise. Amen. Mungu awabariki. Jamani, si tunao praise nzuri, tuna watumishi wa Mungu wa Bwana wazuri sana. Amen. Amen. Hallelujah. Habari hii tunaisoma siku ya leo ni habari ya Mfalme Daudi, moja wa watendaji wakuu na moja ya historia na moja ya hadithi niipendayo sana katika Biblia. Namshukuru Mungu, kila nikipata wasaa mzuri wa utulivu napenda kusoma Biblia. Sijui nani mwingine anapenda kusoma Biblia kama mimi. Na naomba nikutie moyo usome Biblia. Usisome Biblia kama vile inataka kukuua. Soma Biblia kwa sababu kuna hadithi nzuri zinazoweza kukusaidia. Na nilitaka wote tusome habari. Unaona tunasoma kama hadithi. Inakaa hadithi fulani hivi kazuri. Na ukitaka kuelewa vizuri hadithi hii, nitakuomba ukipata nafasi nenda Samueli wa kwanza, anza mstari wa 17. Anza sura ya 17, utaona habari ya Daudi anapoanzia hapo katika kupigana na Goliath. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianza sura ya 17 inazungumzia Daudi alipoenda kupelekea ndugu zake chakula, akitokea machungani akakutana na ndugu zake, lakini si ndugu zake tu, akakutana na hali ya msiba iliyokuwa imelikumba taifa la Israeli, ambapo wanapigana na mtu mmoja anayeitwa Mfilisti, huyu ambaye alikuwa akitishia taifa la Mungu kila asubuhi. Habari hiyo naamini tunaijua, sitaizungukia huko, lakini nataka nikukumbushe tu, ukienda sura ya 17 Samueli wa kwanza unaanza kupata hizo habari. 17, 18, 19, 20, 21, 22 ndio ambapo sisi leo tumesoma, na zinaendelea na matokeo yanayomtokea Daudi. Ni vizuri ukiwa unajua habari hizi. Bwana Yesu asifiwe. Na unaposoma Biblia tafuta vipengele na uombe Mungu akusaidie upate vipengele muhimu vinavyoweza kukusaidia. Haleluya. Haleluya. Si niliomba mnisaidie kuhubiri? Nani anasema anahubiri na mimi? Amen, 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 amen. Wakati nasoma habari hizi, ukiangalia sura ya kwanza inasema, mstari wa kwanza unasema, basi Daudi akaondoka huko akakimbilia pango la Adulamu. Sema pango la Adulamu. Pango la Adulamu. Sema kwa nguvu, pango la Adulamu. Unajua maisha yana mapango. Haleluya. Maisha kuna wakati itabidi upelekwe katika pango. Lakini injili tulizo nazo na inspirational speaker tulio nao wanatuonyeshaga upande mzuri, hawatuonyeshagi upande wa pango. Wanatuonyeshaga namna ambavyo wamefanikiwa, hawatuonyeshi upande wa maumivu. Wanatuonyeshanaga matokeo, hawatuonyeshi the process. Hallelujah. Daudi mfalme tunamsifu, tunambariki Mungu. Is the man after God's heart. Mtu wa moyo wa Mungu. Lakini mtu wa moyo wa Mungu ana vipengele, ana hatua na ana kitu kinaitwa pango la Adulamu katika maisha yake. Hizo ni hatua
za maisha. Biblia inazungumza baada ya Daudi amefika kuwapa ndugu zake chakula, akauliza ndugu zake makamanda watatu waliokuwa katika jeshi la Sauli, akauliza kwa habari ya kumpiga huyu mtu, atakayempiga huyu Mfilisti atapewa nini? Ndugu zake walimjia juu wakamwambia, tunafahamu kiburi chako wewe kimbelembele. Wakamkanya, wakamjia juu, hatutaki kusikia wewe nani kwanza kakule, tunakufahamu. Wakamkanya, wakatamani asiwahi kuendelea kuongea pale, wakatamani wamfunge atoke. Lakini Biblia inazungumza wakati akiwa anazungumza na ndugu zake, kuna makundi ya watu waliokuwepo. Alipoona ndugu zake hawataki kusikia anachokiongea na wanamvunja moyo, aligeukia kundi lingine la watu waliokuwa na habari njema kwa habari ya ahadi ya mfalme kuhusu atakayemuua Mfilisti, Goliath. Na habari inaendelea. Daudi hakukatishwa tamaa na maneno ya ndugu zake. Daudi hakukatishwa tamaa na kuona hajakubalika na familia yake. Aliendelea na kile kilichokuwa ndani yake. Ukisoma sura hiyo, mstari nadhani kama sura 17, 15 hapo, napenda hilo tu. Anamwambia Goliathi, Daudi anamwambia Goliathi, nitakupiga ili tu dunia yote ijue yuko Mungu wa Israeli. Na kuna wale tulishawahi kuongea, tunaongea maneno mengine katikati ya wiki. Anza kujua kwa nini unafanya vitu. Anza kujiwekea sababu itakayofanya Mungu mbinguni alazimike kufanya kitu kwa ajili yako. Anza kutafuta sababu itakayofanya Mungu hata ukifanya kitu, Mungu aseme kwenye hili siwezi kumwacha kwa sababu lina interest zangu. Kama interest yako ni kutaka kujulikana wewe, utachelewa sana. Na nakwambia wanadamu tutakuinua, alafu kufika pale mbele tutakupiga chini. Lakini kama interest ni ya Mungu ajulikane, hakuna namna Mungu atajulikana pasina wewe unayebeba habari ya Mungu kujulikana usijulikane. Lazima ujue mbinu ya namna gani utatembea na Mungu. Lazima ujue mbinu ya namna gani utafanya kazi na Mungu ili vitu vyako viwe vinaenda. Haleluya. Usichukue ajenda binafsi wewe kama mwana kijiji wa Manzese alafu umuache Mungu. Unategemea utatoboa wapi? Daudi anasema, nataka nikupige wewe Goliathi ili Israeli yote ijue, ili na watu wako wajue, ili na adui zetu wajue kuwa yuko Mungu wa wapi? Wa Israeli. Sio kwamba wajue Daudi amekupiga, hapana, wajue yuko Mungu wa Israeli. Mungu akajua, this is what I want. Mungu anasema huyu ndiye niliyekuwa namtaka. Kwa sababu ajenda yake si yake binafsi. Ajenda ni ya mbingu. Kusudi ni la mbingu. Lengo ni la mbingu. Hiyo sio kodi nimekupatia leo kweli? Hiyo sio password nimekupa kweli? Au kuna mtu hajashika anasikia ni mahubiri tu? Na si kama nimekupa password. Ukiwa na maono, ukiwa na mpango, tafuta kusudi la Mungu ni lipi. Mungu anafanya nini hapo? Mungu anapata nini katika agenda? Mungu anapata nini katika biashara unayotaka kuifanya? Unadhani ni biashara unataka kufanya? Yaani biashara yako haina chochote cha Mungu ndani yake, alafu unataka Mungu aingie ili weje? Utapambana sana. Na Daudi alipokiri lengo lake ni Mungu ajulikane, Mungu akaingilia kati. Mungu akampa nguvu, Mungu akampa ushindi. Lakini sitaki kudwell hapo, sitaki kukaa hapo. Nataka kwenda kwenye hatua ambayo baada ya ushindi nini kilichotokea? Baada ya ushindi, kama ahadi ya mfalme ilivyokuwa, Daudi aliishi kwa mfalme. Sema aliishi kwa mfalme. Sema aliishi kwa mfalme. Ukiangalia wanazuoni na maana wasomi wanazungumza kipindi cha Daudi kuishi kwa mfalme ni kati ya miaka 10 mpaka miaka 15. Biblia haijazungumza hizo, lakini watafiti wanazungumza ni kipindi kati ya miaka 10 na miaka 15. Ukisikia wamama waliimba Sauli kaua 1000, Daudi kaua 10,000, sio kwamba ilitokea siku hiyo tu. Halo? Sio kwamba ilitokea siku hiyo alipomshinda Mfilisti. Daudi baada ya kumshinda Mfilisti alichukuliwa katika ikulu ya mfalme. Biblia inazungumza Sauli akasema hautarudi tena nyumbani kwa baba yako. Tayari akampa nafasi katika ofisi, katika ikulu ya Sauli. Na Biblia inazungumza akapewa nafasi kuwa mkuu wa jeshi.
Halo, kuwa mpiganaji mkuu, kwa sababu ameshinda vita. Lakini kumbuka, in the process Sauli alikuwa ameahidi lazima atakayempiga Mfilisti atamuozesha binti yake. Sio siku hiyo aliyompiga Mfilisti ndio alipewa mke. Sio, unanielewa mtu wa Mungu? It's a process. Hey, it is a process. Lakini Biblia inavyozungumza na tulivyosoma Biblia, unadhani siku alivyopiga Mfilisti hapo hapo akapewa mke, hapo hapo wamama wanaimba. Biblia inazungumza alipopelekwa katika ikulu ya Sauli, kulikuwa na nyakati ambao Sauli kama mfalme anatoka. Ninyi wote mnajua mfalme akitoka mahali lazima mkuu wa majeshi yuko pembeni yake. Kwa hiyo kila alipokuwa Sauli akitokeza kwa wananchi, anahutubia wananchi, jamaa Daudi alikuwa mahali hapa. Na Biblia inazungumza, ukisoma, nimekuambia usome kuanzia sura ya 17, inazungumza Daudi alipofika katika ikulu, akawa mpole, akawa mtu mwenye heshima, akawa na adabu, akawanyenyekea watu. Kila alipokuwa akiongozana na Sauli, adabu ya Daudi ikawa inaonekana, heshima ya Daudi ikawa inaonekana, unyenyekevu wa Daudi yani kumbe unyenyekevu unaweza ukaonekana, kumbe heshima inaweza kuonekana. Na kuna siku walitoka na Sauli mfalme, sasa wanatoka wanatembea, wako katika ziara ya mfalme. Sema ziara ya mfalme. Sisi tunajuaga kuna ziara za marais jamani. Walikuwa katika ziara ya mfalme. Bwana katika maziara unajua kuna wakati kuna makundi ya wamama waliochangamka. Ziara zote alizozifanya, wakati Sauli anafanya ziara, Daudi anapata popularity. Ziara za mfalme, Daudi mpiganaji mkuu anapata popularity, kwa sababu hakuna namna, mimi ndio kamanda wako, mimi ndio nimekushindia vita, huwezi kunipuuza, nitakuwa tu karibu yako. Na kuna wakati alikuwa anapewa kauli, anapewa microphone, zungumza. Akithubutu ampe Daudi microphone, anamwharibia siku. Halo. Sema nimepakwa mafuta. Nimepakwa mafuta. Sauli alijua Daudi ni kijana kapiganaji. Huenda hakujua amepakwa mafuta. Biblia inazungumza katika kazi hiyo, kuna wakati humo ndani stress. Ushawahi kukaa na mtu ambaye ni wa chini yako alafu ni kama anakufunika? Biblia inasema sasa Sauli pale alikuwa anampagawa na mapepo, ni stress. Alikuwa anapata stress. Kajamaa kanapata popularity, anakaona hivi. Lakini ameshaahidi kwamba wewe na nyumba yako hamtailipa kodi, nyinyi ni great family. Lakini kila akitokea naye, jamaa ndio huyo anapata popularity kwa watu. Na siku hiyo ametoka na msafara. Alipokuwa akipita, wamama wakainuka, wakaanza kuimba nyimbo. Sauli ameua maelfu, Daudi ameua makumi elfu. Sauli ameua maelfu, Daudi ameua makumi elfu. Tangu siku hiyo Sauli akasema enough is enough. Stress. Katoto katakuja kunyua na stress. Haleluya. Watu wa Mungu, nimesema Daudi alikaa na Sauli kulingana na wasome wa Biblia wanasema ni kati ya miaka 10 mpaka 15. Nazungumza under administration ya Sauli, chini ya utawala wa Sauli. Kwa haya yote yanayotokea yalikuwa yanatokea within. Halikuwa jambo la wiki moja, halikuwa jambo la mwaka mmoja. Lakini ninapojifunza
alichokifanya Daudi, hakupoteza identity, yeye ni nani. Hakupoteza nafasi yake, kile alichokijua kuwa yeye ni nani na kusudi lake ni nani. Hakupoteza nafasi yake hata alipokuwa chini ya Sauli. Ndio maana Biblia inasema akiwa katika utawala wa Sauli, Sauli alikuwa anapagawa na mapepo. Biblia inasema walikuwa analeta kinanda, Daudi anashika kinanda dogo anapiga. Akiingia ikulu, kumbe jamaa alikuwa na kipawa cha kupiga kinanda. Sauli akipigwa na stress, Daudi anashika kinanda anaanza kupiga. Akipiga kinanda, mapepo yanamtoka. Mapepo yanamtoka. Stress inamuondoka kwa sababu ya kipawa cha Daudi. Na kuna mtu hapa ukipata position, si unatusahau. Hata utajua alikuwa mshirika wa Manzese wewe. Nani utujui? Yaani unaanza kukutana na mzee wa kanisa hivi na kukumbuka. Unaitwa ni mzee siku nyingi. Na sasa mzee anaanza kuita mheshimiwa. Yaani vijana wako unaanza kuwaita waheshimiwa, nao hawajui hata jina lako. Afu kazi yenyewe ya uteuzi. Aliyekuteua akipatwa na stress anaanza na wewe, nimemtengua. Halo? Yaani hakuna mahali ulipigana. Inawezekana ulipiga uchawa tu mahali fulani nini? Uteuzi gwidi. Wenzio kina Daudi walipigana. Na ikawa awadi zao zilikuwa public. Biblia inazungumza ilifika mahali ahadi lazima zitimizwe. Nimesema kuanzia sura ya 17. Kwa kuwa aliahidiwa ataoa mtoto wa Sauli, binti wa Sauli. Lakini Biblia inazungumza binti wa kwanza wa Sauli alipendana na mtu mwingine, so akaenda akaolewa. Daudi akakosa hapo. Lakini kukawa na binti wa pili aliyekuwepo, na huyo binti wa pili alimpenda sana Daudi. Hivyo kulingana na ahadi ya mfalme ni lazima itimie, ikabidi aozeshwe binti huyo wa mfalme. Lakini andiko letu tulilolisoma liko katika kitabu cha Samuel. Nataka nikupe tu historia kutoka hapo mpaka Daudi anaingia pango la Adulamu. Nini kilichomtokea? Nini kilichompata? Daudi alipata kibali kikubwa akifanya kazi na Sauli. Daudi aliendelea kupendwa na watu alipokuwa akifanya kazi na Sauli. Sio tu kwa sababu aliua Goliati. Alipoendelea kufanya kazi na Sauli. Na inawezekana kuna vitu ambavyo aliendelea kufanya vizuri mbele ya Sauli. Na kama mfalme akaanza kupata wivu, akapata shida, akaona hii kitu, huyu mtu ananisumbua. Biblia inazungumza kuna siku wakiwa mezani, ameketi Sauli na Daudi. Sauli akapata hasira na alikuwa ameshika upanga. Akiwa ofisini na Daudi, acha nitumie hiyo lugha. Akiwa ofisini na Daudi, akaona kinachoendelea nchi nzima, kila mtu anamzungumzia Daudi. Na akaka bwana mkubwa niko nako hapa. Biblia inasema akapata nafasi, akachomoa upanga, akamrushia Daudi. Yaani mfanyakazi wako ofisini kwako, sungemtimua tu, mbona umuue? Sauli akarusha upanga kumwelekea Daudi. Na kwa kuwa kajamani kamahiri ka upiganaji, kakakwepa ule upanga. Na sasa hapakuwa na watu wengi. Daudi akakimbia. Daudi alipokimbia akakimbilia kwa Samueli, kwa makuhani, manabii. Akaenda kupeleka habari huko, sema kilichonikuta sio kitu cha kawaida.
Imekuwa 1, 2, 3. Samueli akamwambia keti hapa. Wakaanza kuomba. Samueli akaanza kutabiri. Samueli akatabiri pamoja na makuhani wote. Sauli akasikia Daudi amekimbilia kwa Samueli, akatuma wajumbe ili wakapige kule kwa Samueli. Wale wajumbe walipofika kwa Samueli wakaanza kutabiri. Badala ya kuua, wakajikuta wananena kwa lugha, wakajikuta wanatabiri. Walichokiendea hawakukifanya, walichotaka kufanya kikabadilishwa. Sauli akasema hii haiwezekani. Akatuma kundi la pili, wakamaliza hicho kikundi chote. Walipofika pale, nao walipofika mbele ya Samueli wakaanza kutabiri. Wametumwa wakaue. Wamefika pale, Bwana amebadilisha. Ninatabiri mwaka huu waliotumwa wakumalize wataanza kutabiri. Wataungana na wewe, wataungana na mafuta. Kuna watu wanaotumwa ili waue ndoto yako, wamalize hatima yako. Ninatabiri kama mtumishi wa Mungu, yeyote aliyetumwa kwa ila, inabadilishwa lugha hiyo. Inabadilishwa hiyo. Kuna watu ambao inabidi tu waungane na wewe, maana haiwezekani tena. Waliotumwa kukumaliza lazima wabadilishiwe lugha. Biblia inasema kundi la pili la Sauli lilipofika kwa Samueli wakaanza kutabiri. Sauli kaona hii ishakuwa tena shida. Katuma na kundi la tatu. Napo mchezo ukawa vile. Ilipofika kundi la tatu, Daudi akasema hii ngoma hii ishakuwa nzito. Kaongea na Samueli akamwambia kimbia, toka hapa. Ndipo Daudi alipokimbia kutoka katika mikono ya baba wa kiroho. Si unanielewa mtu wa Mungu? Maana alikimbilia kwa Samueli, si ndio baba yake wa kiroho? Si ndio aliyempaka mafuta? Si ndio nyumba ya kuhani? Alikuwa sahihi kukimbilia kwa Samueli. Nataka niongee na mtu. Haijalishi ni namna gani Mungu anakuinua, kumbuka nyumba ya Mungu. Kumbuka kwa baba yako wa kiroho. Usiharibu kwa baba yako wa kiroho, kwa sababu ikulu ya mfalme kinaweza kuharibika. Uwe na makimbilio ndugu yangu. Uwe na makimbilio. Daudi alikuwa na backup ya kwa Samueli. Lakini baada ya matukio yote, Daudi akakimbia. Biblia inasema ndipo akakimbilia katika pango la Adulam. Wakati wote ambao Daudi yuko katika struggle, hatusikii any support ya ndugu zake. Hatusikii. Kumbuka toka mwanzo ndugu zake walimkataa, wakampa sifa asizokuwa nazo. Na baada ya hapo, baada ya ushindi, hatusikii mahali popote ndugu wanamzungumzia Daudi vyovyote. Lakini fikiria, wakati umefika, mateso ya Daudi yameanza. Kuna wakati Biblia inazungumza mstari wa 10, sura ya 18 nadhani hapo kama sio 20, alimtafuta rafiki yake Jonathan. Akakutana na Jonathan. Akamwambia Jonathan, nimemfanyia nini baba yako? Mbona anataka kuniua? Jonathan akasema hapana, hakuna kitu kama hicho. Nataka uelewe vizuri hapo. Jonathan anasema hakuna kitu kama hicho. Mbona wewe ni kipenzi cha baba, tena wewe ni mtu wa mkono wake wa kuume. Akamwambia ndio nakwambia, baba yako ananitafuta aniue. Na kulikuwa na sherehe ambayo katika kila sherehe lazima Daudi awepo. Wakatengeneza mpango. Daudi akamwambia Jonathan, na kuomba basi, kwa kuwa kuna sherehe inakuja, na mimi kama kamanda mkuu lazima nishiriki katika sherehe. Lakini jambo moja ninajua,
nikiwa pale, nikiingia sitatoka. Baba yako ataniua. Kumbuka matukio haya kama mfalme sasa ameanza kuyafanya kwa siri, wengine hawajui. Unajua kuna watu watakuja ni public wakucheke. Kijana wangu, halafu kwa siri ana kikosi cha kukumaliza. Daudi akamwambia Jonathan, sitakuwepo katika hicho kikao, na nakuomba uniwasilishie mimi, ufanye kama nilikuomba ruhusa, kwa kuwa naenda kwetu Bethlehem. Kule kuna sherehe na nimeagizwa na baba zangu, lazima nikashiriki kule. Hivyo wasilisha ombi langu kwa mfalme. Biblia inazungumza sherehe hizo zikaja, wakawa na siku ya kwanza na sherehe za kitaifa zikiwepo. Unajuaga kuna kuaga na maakuli, lazima kuna meza kuu, vyakula kama vyote. Walikula siku ya kwanza, Daudi hakuwepo. Biblia inazungumza Sauli alinotice Daudi hayupo, lakini akaweka moyoni akasema, wewe ni mche kidogo, huenda kesho atakuwepo. Siku ya pili ikafika, Daudi hakutokea katika meza ya mfalme. Ikabidi mfalme aulize Jonathan. Nazungumza neno la Jonathan kwa sababu kwenye sura ya 22 tumemsoma Jonathan, si ndio? Ikabidi mfalme amuulize Jonathan, wapi rafiki yako? Mbona simuoni? Biblia inazungumza viti vyote vya ikulu katika meza ya mfalme, kila mtu alikuwa amekaa mahali pake, isipokuwa kiti cha Daudi hakikuwa na mtu. You can tell mahali ambapo meza kuu imejaa, alafu kiti kimoja kipo lakini hakina mtu. Ina maana hawa watu walikuwa wanamtarajia, wamepanga mbinu. Lakini Daudi na Jonathan walikuwa na kitu wanakijua. Mfalme akamuuliza Jonathan, wapi rafiki yako? Jonathan akasema, mfalme uishi milele, aliniomba ruhusa, anakwenda. Imagine Jonathan ana take risk kwa baba yake, hata kwa kumdanganya tu, ili kuokoa rafiki yake. Mungu akupe marafiki wa raha. Mungu akupe marafiki watakao kuwa tayari hata kuriski maisha yao kwa ajili yako. Mungu akupe marafiki. Mungu akupe marafiki. Kama kuna ombi unalotakiwa kuliomba kila mara, ni Mungu akupe, si wengi, hata mmoja tu. Hata mmoja tu atakayesema, mimi liwalo na liwe kwa ajili ya ndugu yangu, niko tayari kufanya chochote kwa ajili yake. Mungu akupe. Najua una maombi mengi, lakini nikuongezee tu hitaji moja. Ukienda mbele za Mungu, mwambie Mungu, nipe rafiki walau mmoja tu wa aina ya Jonathan. Rafiki wa agano. Jonathan akaingia riski, akamwambia babake aliniomba ruhusa. Tayari mfalme akajua hapa mission imeharibika. Na kwa namna mfalme alivyosema, Jonathan akakubali tayari maneno aliyoambiwa na Daudi kwamba baba anataka kuniua. Na walikuwa wamepeana saini namna itakavyokuwa, kama angoje ama aendelee. Jonathan alipomaliza kikao akakimbia, akaenda kumwambia rafiki yake, kimbia, ni kubaya. Kimbia, ni kubaya. Na ndipo Daudi alipoondoka, Biblia inazungumza akaishia katika pango la Adulamu. Makamanda ambao ni ndugu zake Daudi walikuwa bado wanamtumikia Daudi. Daudi alikuwa na ndugu watatu ambao ni Eliabu, Abinadabu na Shama. Hawa walikuwa ni makamanda katika jeshi la Daudi. Kwani hawakuwa hata na uwezo wa kumwambia Daudi ni kubaya?
huyu ni mtoto wetu, na lazima kuna dalili waliziona, lazima kuna hali waliona. Hakuna mtu angemwambia Daudi kimbia, isipokuwa mtu wa ahadi. Kamwambia nikubali, ondoka. Inawezekana Daudi alikuwa katika position ya mfalme, lakini kile kiburi cha ndugu zake walichokiona kwa Daudi, bado ile sura haikuwa imetoka. Ile historia mbaya wanaoijua kwa Daudi, bado ile sura haikuwa imewatoka. Bado huenda walikuwa hawana mapenzi ya dhati kwa ndugu yao. Lakini ni mpaka Daudi alipokimbia kwenda pango la Adulamu. Biblia inasema huko alikoishi kwa miezi 9 katikati ya pango. Daudi alikimbia akiwa hana kitu chochote mkononi. Alipofika mbele kwa mfalme, akamuuliza mfalme, akamwomba mfalme waliokuwa wanafahamiana amsaidie upanga. Kwanza alikuwa na njaa, akamwomba mfalme, nisaidie chakula, nipe mikate. Kakuta mikate haipo, isipokuwa mikate ya kanisani, ya madhabahuni. Daudi akamwambia nipe hata hiyo. Kuhani akasema hii mikate huwa haitolewi bure, isipokuwa mmejitenga na wanawake, mmejitakasa wewe na kikosi chako. Daudi anamuelezea kuhani kana kwamba alikuwa na kikosi, lakini ukweli ni kwamba Daudi akiwa anakimbia alikuwa anakimbia peke yake. Lakini how come unaweza ukaenda katika makimbizano na unajua wewe ndio unatarajiwa kuwa mfalme, alafu unakuwa peke yako? Utaambia nini watu? Kwa Daudi kuna mahali alifika anamwambia kuhani, mimi na watumishi wangu tumejitakasa. Alikuwa na mtumishi yupi? Ndio alikuwa anatambua nafasi, lakini anatembea anaenda kwa mfalme, tupatie mikate. Anasema lazima mjitakase wewe na watumishi wako. Kambia ndio, tumejitenga na wanawake kwa muda wa siku 3, lakini kwa siku zingine zote tumekuwa mbali na wanawake, mimi na watumishi wako. Lakini nikisoma Biblia, Daudi alikuwa peke yake, yani yuko anakimbia peke yake, ila anajua kuna watumishi na ajua anatoka wapi. Kwa sababu wewe unajulikana ni mfalme, lazima uwe na watumishi, lakini uko peke yako. Kuna wakati ndio tunajua wewe umepakwa mafuta. Kuwa peke yako haimaanishi inaondoa mafuta ndani yako. Ni wakati tu, ni wakati, na namna Bwana atakaoleta hao watumishi ni yeye anajua. Hakuna mahali tunasoma Daudi alikuwa anaandaa watumishi. Hata Daudi alikuwa anakimbia tu, alikuwa anakimbia tu. Kuhani aliposikia akasema sawa, kuna mikate iliyobaki na hata hivyo tumeshaitoa. Akampa mikate, akamwambia basi hakuna hata upanga hapa. Akamwambia ndio, upanga upo, hatuna upanga mwingine isipokuwa yule wa yule Mfilisti uliyemuua tu, ndio upanga uliopo. Akamwambia nipe huo, maana upanga mwingine wamebaki nao watumishi wangu. Wamebaki nao wapi? Hakuna watumishi, lakini lazima ajilinde ili asiharibu CV. Alikuwa analinda brand. Ukisikia kulinda brand haijaanza leo. Hata Daudi alikuwa analinda brand. Na kuhani alikuwa hajui kama yuko makimbizoni. Lakini alipotoka hapo, alienda katika pango. Nimesema pango la nini? Pango la nini? Nataka uzingatie hilo neno. Alianza kuishi huko mapangoni. Biblia inasema aliishi mapangoni kwa kipindi cha miezi 9. Lakini katikati hapo akiwa mapangoni ndipo jambo lilitokea. Biblia inasema ndugu zake, baba yake pamoja na ndugu zake na wanaume wengine na watu wengine, yapata watu 400 walimtafuta aliko Daudi, wakaenda kujoin naye katika pango.
hawakumtafuta Daudi akiwa ikulu. Hawakumfuata Daudi akiwa karibu na Sauli. Ilibidi Daudi atoke kana kwamba anakimbia, kana kwamba destiny ndo imeharibika. Ndoto zake za kuwa ikulu ni kana kwamba zimeharibika. Daudi anajikimbiza kwenye pango. Daudi anajua anayaokoa maisha yake, lakini mbingu zilikuwa najua wewe ni mfalme, lazima uwe na jeshi lako. Hakuna namna tutatengeneza jeshi ndani ya jeshi. Hakuna namna tutatengeneza kikosi katikati ya kikosi. Kuna wakati katika maisha, ili Mungu atimize kusudi ndani ya maisha yako, unahitaji pango la Adulam. Itabidi ukubaliane na pango. Itabidi ukubaliane na pango. Katikati ya pango, wale waliokuwa hawakuelewi, wale waliokuwa hawakuamini, wale waliokuwa hawezi kusikia maneno yako, hawatakusikia ukiwa ikulu, hawatakusikia ukiwa na raha, hawatakusikia ukiwa na maisha mazuri. Wanangoja, watatumwa na Mungu mpaka ufike katika pango la Adulam. Sio kuna mtu anaelewa mwendo wa Daudi. Inawezekana unavaa suti, umekuwa mtu wa pamba kali, umevaa hizo nguo wewe mpaka zimeanza kuchaka, na umetembea na ahadi ya Mungu. Hako nafika mahali ni kana kwamba unakata tamaa. Pamba kali ulizokuwa nazo zimeanza kuchaka, na hujui nini ufanye. Kila ukijaribu utafute njia nyingine, unashangaa bado inakuelekea, unakupeleka kwenye ndoto, inakupeleka kwenye ndoto. Na this time round, si tu ndoto. Haukai katika mji wa watu, haukai katika nyumba ya watu. Ninazungumza utapelekwa katika pango. Ikifika jioni, baridi inakupiga. Ikifika mchana, jua linakupiga. Uko peke yako katika pango. Ulizoea watu, ulizoea saluti, ulizoea kupigiwa makofi. Sasa uko katika pango. Huyu ni shujaa aliyeua Mfilisti. Shujaa yuko kwenye pango. Shujaa yuko mashvishoni. Shujaa hawezi kutoka hadharani, anajificha. Lakini huko katika mapango ndiko Mungu anakoamuru jeshi. Biblia inasema jeshi, watu 400 walimfuata Daudi. Waliamuriwa na Mungu, wakamfuata Daudi pangoni. Funny enough, naomba nimalize. Waliokuja kwa Daudi hawakuwa na support ya Daudi. Hawakuwa na hela ya kumpa Daudi. Hawakuwa na magari ya kumletea Daudi. Hawakuwa na nguo mpya za kumletea Daudi. Biblia inasema waliomfuata Daudi walikuwa ni watu waliojaa madeni, waliojaa shida, wana matatizo chungu nzima. Ndio waliomfuata Daudi. Ninasema na mtu mmoja mahali hapa, mahali uliko ni mahali sahihi. Maana mahali hapa ni watu wenye shida kama wewe, ni watu wenye njaa kama wewe. Lakini nataka nikwambie, katika pango hili la Adulamu, ni wewe unatengenezwa, ni wewe unafanywa upya, ni wewe unatengenezwa. Pango la Adulamu lipo kwa ajili ya kutengeneza watu. Pango la Adulamu liko kwa ajili ya kutengeneza watu wasiokuwa na sifa. Sitaki kuamini kama Daudi aliuliza, wewe ni amiri jeshi wa wapi? Wewe ni nini vyao vile vya kijeshi? Hakukuwa na kuulizana. Kila aliyekuwa na present pale, yani Mheshimiwa Daudi na madeni. Yani wanaumwa wote kule, wanaumwa. Kila anayejitambulisha kwa Daudi ana shida, lakini nampenda Yesu. Tuko pangoni. Yani mimi mwenyewe nina shida, na nyinyi mmekuja wenye shida. Biblia inasema waliingia watu wenye shida, wenye madeni, lakini walipotoka pale, linaitwa the mighty men of David. Jeshi kuu
la Daudi, ambalo lilikuja likawa jeshi bora la Daudi. Waliingia wenye shida, wakatoka na sifa, maana pangoni palikuwa na matengenezo, pangoni palikuwa na kupikwa, pangoni palikuwa na elimu, pangoni palikuwa na kutengenezwa psychologically, physically na vyote unavyoweza. Walivyotoka pangoni, hili lilikuwa ni jeshi kamili. Ndugu zake wasingemsupport Daudi akiwa ikulu. Ndugu zake walingoja Daudi akiwa pangoni, wakamfuata. Kuna mtu hutaki pango. Umeitwa na hutaki shida kakangu. Mungu ataruhusu shida. Sio kwa sababu hakupendi. Mungu ataruhusu shida. Sio kwa sababu hakupendi. Anataka akupeleke pango la Adulamu. Kuna watu ambao Mungu atawaruhusu kupitia shida. Usife ukiwa kwenye shida. Usife ukiwa kwenye tabu. Mungu atakupitisha kwenye pango la Adulamu, kwa sababu huko anakutengeneza, huko anakupa nguvu. Watakuja walio na shida, watakuja walio na matatizo. Inawezekana hautapata support, lakini kwenye pango la Adulamu Mungu anakupa nguvu, Mungu anakupa nguvu, Mungu anakutengeneza. Unakuwa mtu bora, unakuwa mtu sahihi. Ogopa watu ambao wamezoea raha tu, wamezoea raha tu. Kuna mahali wanaweza wasikufikishi, na kuna vitu utakosa. Ule mstari wetu wa mwisho, nataka nimalize hapo. Media tafadhali niweke mstari wetu wa mwisho. Huo namalizia hapo. Katika wakati Daudi anakimbia kule alikowahi kukimbilia kwa manabii, baada ya kuwa Sauli amechoka, kila timu aliyoiita wameenda kuanza kutabiri, akasema nitawatia adabu ninyi. Akatuma makamanda kila alikokimbilia Daudi. Daudi hakujua kukimbilia kwa mtu, alikimbilia kwa Mungu, katika nyumba ya Mungu. Na wakati huu amekimbilia huko tena, akakutana na mtu mmoja wa timu ya Sauli. Ukisoma nadhani mstari sura ya 19:20-21, ndipo utakuta Daudi kuna mahali alijibadilisha kuwa chizi. Alipokuwa naomba msaada, afu akatokea mtu wa timu ya Sauli. Akamwambia mfalme, huyu sio yule Daudi aliyeua Mfilisti. Na hivyo alikuwa katika mji wa Wafilisti huko kwa kina Goliati, anaomba msaada. Alafu mtu mmoja akambaini, akasema huyu si yule Daudi huyu. Jamaa saa hiyo akabadilika kuwa chizi. Yaani hakuna kuhojiana. Hapa kimeumana. Hapa nilipoenda kuingia hapa sio penyewe. Kabidi abadilike kwa sababu tu mtu mmoja amebaini, asema huyu si yule Daudi. Na huyo mtu alikuwa wa timu ya Sauli. Na ndiye alienda akamwambia Sauli, tumemuona Daudi. So Daudi kabidi awe chizi. Yaani amekuwa udenda nini makamasi. Mfalme mpaka akasema nawezaje kukaa na watu kama hawa? Imagine the whole king, mfalme mzima aliyepakwa mafuta. Inabidi kuna wakati akubali awe taira. Ndugu zangu, katika maisha na hatua za maisha, kuna wakati tukubali mwanangu kuwa kama taira. Yaani kuwa kama si taira, kuwa kama taira. Kwa sababu ukijifanya hawanifanyi kitu, utakufa. Una nguvu, jifanye kana kwamba wewe ni dhaifu ili uvuke. Mimi utakufa. Kama angeendelea Daudi kama Daudi, pale tu ilifaa wamkamate, waue, na ilikuwa ni ushindi mkubwa. Lakini Daudi akanotice hapa kuna adui, na hana namna nyingine yote, hana jeshi, hana msaada, hana chochote. Yeye mwenyewe ilibidi abadilike kuwa jeshi, akawa taira. Na kwa sababu alikuwa na shida na mfalme, anapelekwa kwa mfalme.
Mfalme anamdharau, anasema mmeniona mimi sina akili mpaka mnaniletea wehu. Toeni mpumbavu huyu, anatoa. Ile dharau ya mfalme ndio ilikuwa msaada wa Daudi. Nimekiwa mstari wa mwisho. Nasema kaa wewe pamoja na. Naomba ule mwingine uliotangulia ule. Hii ni 22. Okay. Daudi akamwambia Abiathari, siku ile alipokuwako Doegi Mwedomi, nilijua ya kuwa atamwambia Sauli. Na huyu Doegi ndiye aliyegundua huyu ni Daudi. Ndiye aliyesema huyu si anakaa yule Daudi aliyemuua Mfilisti. Sasa hiyo Daudi ameenda huku kuomba msaada kwa mfalme. Doegi huyu ndiye alianza kusema huyu si yule. Na hapa ndipo Daudi akajibadilisha kuwa chizi, akawa kichaa. Sasa alipomwona Abiathari akamwambia, siku ile alipokuwepo Doegi Mwedoni, nilijua ya kuwa atamwambia Sauli. Mimi nimewapatia watu wote wa jamaa ya baba yako kifo. Kwa sababu uwepo wa Daudi kwa hawa makuhani kulifanya makuhani wote waje wauae. Sauli alienda kaua watu wote isipokuwa Abiathari ndiye aliyesalia. Na huyo Abiathari naye akaanza kumtafuta Daudi. Ndipo Daudi anapokiri, mimi Daudi nimesababisha jamii ya baba yako yote iangamie. Soma basi mstari wa 23. Tumalizie hapo. Ndipo Daudi akamwambia, kaa wewe pamoja nami, usiogope, kwa maana yeye atafutaye roho yangu ndiye atafutaye roho yako, nawe utakaa kwangu salama. Atafutaye roho yangu ndiye atafutaye roho yako. Nimetangulia kusema ndege wafananao ndio warukao pamoja. Hajaungana na Abiathari kwa sababu ni Abiathari mtoto wa kuhani. Anaungana na ujamaa kwa sababu wana historia moja. Mapito yao ni sawa. Historia zao kama waliokataliwa wote, wanaowindwa wote. Alipomuona akasema, atafutaye roho yako ndiye atafuta. Wanaongea, they speak the same language. My brother, you might be from Zambia and I am from Tanzania, but somewhere we have the same language. Atafutaye roho yako ndiye anayetafuta roho yako, kwa sababu kaa with so much confidence. Kwa sababu utakaposema tukimbie, unaelewa lugha ya kukimbia. Utakaposema tujifiche, unaelewa kujificha. Nitakaposema tuombe, unajua kwa nini tuombe. Kwa sababu sisi historia yetu inafanana. Tunakimbizwa, lazima tujilinde. Nikisema tumtafute Bwana, tutamtafuta Bwana. Nikisema tungoje, tutangoja, kwa sababu we speak the same language. Atafutaye roho yako anatafuta roho yako. Mungu hakukuleta Manzese ili tu ukae kwenye kiti. Najua inawezekana wengine sijui historia zenu, lakini najua kuna watu walio na historia ngumu. Nataka niamini kwamba atafutaye roho yako ndiye anayetafuta roho yangu. Yule anayekuwinda ndiye anayekuwinda, anayeniwinda. Adui yako ni sawa na adui yangu, maana wote tunafanana historia. Daudi ndiyo amepakwa mafuta. Abiathari hana mafuta, lakini jamii yake yote imeolewa. Adui anamuinda. Ndugu yangu, uko mahali hapa kwa kuwa kuna namna Mungu amekuja kukuficha hapa.
katika pango la watu ambao wamefichwa na Bwana, walio na hatima, watu walio na hatima, watu walio na mwelekeo, watu wanaoenda mahali, si watu wanaohubiri injili tu, lakini ni watu walio na mwelekeo wa kwenda mahali. Tuna nyimbo zetu tunazoimba. Kuna nyimbo zingine hatuwezi kuzimba. Kuna nyimbo zingine wapendwa hatuwezi kuzimba, kwa sababu tunajua historia yetu haitaruhusu tuende hivyo. Historia yetu haitaruhusu tufanye kama wengine wanaotufanyia, kwa sababu nitafuta roho yangu, anaitafuta na roho yako. Mungu amekuleta hapa ukiwa mwenye historia. Kuna mahali niko namwangalia mtumishi wa Mungu analia, sina baba, sina mama, hii ndio familia yangu. Tumezoea kutokuwa na familia. Hatumjui baba, hatumjui mama, yani hatujui. Inawezekana hawajafa, lakini hata kama wapo wanakaa kama waliokufa. Wimbo wako ndio wimbo, ukilia na kuelewa, sababu atafuta roho, ndio anaitafuta roho yangu. Maneno yako, maumivu yako ndio maumivu yangu. Tumezungukwa na watu waliotamani waone tumepotea. Tumezungukwa na watu wanaotamani wasisikie hata habari zetu. Unakimbia kwa sababu kila ulikoenda watu wanakutafuta, hawataki kuona unasimama. Atafutaye roho yako ndiye atafutaye roho yangu. Daudi anamwambia Abiathari, kaa. Chana wa leo nataka nikwambie kaa. Hauko hapa kwa sababu ni kanisa tu. Uko hapa kwa sababu we share the same story. Nampenda Daudi, akampa ujasiri, usiogope. Weka kale kaandiko ili watu waone. Anamwambia nini? Yaani wewe mwenyewe unakimbizwa. Yaani umejificha. Uko pangoni afu unamwambia mwenzio usiogope. Mimi nampenda Daudi. Yaani wewe mwenyewe lolote anaweza kaibuka hapo. Afu unakimbizwa, umejificha mzee. Yaani kama isingekuwa kuogopa Daudi, kwani ungekuwa kwenye pango? Lakini pamoja na kujificha, anampata mwingine anayekimwambia usiogope. Kaa. Naweza nisiwe mhubiri mzuri sana, lakini nataka nikuhakikishie nina ujasiri kama wa Daudi. Pamoja na kwamba tuko kwenye mapango, nina ujasiri wa kukuambia usiondoke. Kaa. Utafaulu, utafanikiwa hapa, utainuka hapa. Yale maono ulio nayo yatatokea hapa. Kaa, usiondoke. Pamoja na kwamba hapapendezi sana, ni pango, lakini kaa, usiondoke. Mungu wa mbinguni atakutokea hapa. Mungu wa mbinguni atakujibu hapa. Mungu wa mbinguni atakuja, atakushika mkono. Mungu wa mbinguni atakutokea. Usiogope. Kaa. Simama kwa miguu yako. Sijui ni nani naongea naye mchana wa leo. Sijui ni nani nimechomwa kwake mchana wa leo. Sijui ni nani amekuja akitarajia kutoka kwa Mungu. Naweza nisiwe na maneno mazuri sana, lakini nimechomwa kwa Bwana kukwambia ukae. Kukwambia ukae. Kaa tu. Ndio tuko kwenye pango, ndio. Kaa. Mchungaji, tuko kwenye pango, kaa. Bwana atatokea hapa. Kaa. Adui yako ni adui yangu, kaa. Anayekukimbiza wewe ananikimbiza wewe, kaa. Kuna kukimbia tena hapa. Tutampata Bwana. Bwana atatokea hapa. Bwana atatokea hapa. Bwana atatokea hapa. Bwana atatokea hapa. Biblia inasema Mungu alimtuma kwani akamwambia, mwambie Daudi sasa atoke hapa. Imepita miezi 9. Si unaelewa kuwa kwenye pango maana yake nini? Hakuna choo. Yaani maana yake kwa lugha rahisi hakuna ustaarabu. Yaani ukisema sana naenda chooni, ni wapi? Lazima tuongee ukweli, si ndio? Hakuna ustaarabu, si ndio? Haya, jamani nataka kuoga, naenda bafuni, sio ni wapi? Hata maji mnatoa wapi? Si kuna mtu anaelewa ukisikia pango?
Sasa ungekuwa na suti alafu uvae suti kwenye pango, hata wangekushangaa leo umeamua kutulipukia. Maana yake ni kwamba unafika mahali no ustaarabu, lakini haina maana huo ndio mwisho wako. Ni njia tu unapitia. Natamani ningekuelezea zaidi na nikuombe uende usome baada ya hapo nini kilichomtokea Daudi. Aliingia kwenye pango akiwa peke yake. Ametoka kwenye pango akiwa na jeshi la watu 400. Shida si kuingia kwenye pango. Shida kinachoendelea kwenye pango. Kuna watu wako hapa, sio kwa nini nasikia hili neno ndani yangu. Kuna watu wako hapa, Mungu anawasukumizia kwenye pango na wanakataa. Sitaki kuombea aliyoko kwenye pango. Neema iko. Si ndio ile tumesema kaa. Utakaa kwangu salama. Utakaa kwenye pango salama. Nataka tuombe na ambao wanakataa kuingia kwenye pango. Rakaba yanda rabusa. Kama umepelekwa kwenye pango, ni kama umefikishwa kwenye pango, usijali, utakaa kwangu salama. Maana neema ya pango iko hapa. Nataka niombe na ambao wanakataa pango. Kama upo unajua kuna misukosuko unapitia, lakini unajaribu na unajua kukataa kuingia kwenye pango si kwamba huna akili. Yaani unajaribu kujifanya mimi, unajua mimi sio mtu, mimi sio dhaifu kirahisi. Mimi ni mtu, unajua mimi. Kama upo na unahisi kuna namna nataka kupelekwa kwenye pango na haiwezekani, njoo tu. Njoo tu. Nasikia moyoni kuna watu wanasukuma kwenye pango wanalikataa. You are full of excuses. Una sababu nyingi. Na kweli ndivyo ulivyo. Wewe ni giant. Mungu anaposema na kutupa kwenye pango, haimaanishi anaenda kukumaliza. Unaenda kujengwa kwenye pango. Utakuwa na historia nzuri sana. Wacha nikwambie watu wa Mungu, historia, shuhuda zetu ndio nguvu zetu. Usikatae Mungu anapokuwa anakutengenezea ushuhuda. Tunazungumza habari ya pango kwa sababu kuna mwanaume ambaye amepakwa mafuta ya ufalme, alikubali kupita kwenye pango. Inawezekana umetegemea mambo mazuri, maono yako yakamilike ukiwa sehemu nzuri, ukiwa na marafiki wazuri. Mungu anakutoa katikati ya watu, anakupeleka kwenye pango kwa sababu ni huko ambapo ataivisha wazo. Utatoka hapo ni jasiri, una ushujaa mwingi. Kama ni mtaji unautaka, ni huko anatengeneza wazo litakapokupa fedha. Pango la Adulamu. Pango la Adulamu. Kuna watu wanaitwa kwenye pango la Adulamu. Rakaba yanda rabos. Kereba katarabos. Karaba ganda rabos. Kuna watu wanaitwa kwenye pango la Adulamu. Wanakimbizwa waende kwenye pango la Adulamu. Ya karaba baba. Waliozoea kumuona Daudi kwenye vikao vya mfalme wanamtafuta wapi Daudi. Inawezekana waliendelea kuimba nyimbo zile zile, waliendelea kumuita kamanda, waliendelea kumuita kamanda. Baadaye alikuja akashushwa cheo akapewa kamanda wa nyumba 10. Waliendelea kumheshimu kama kamanda, lakini hawakujua kama tayari yuko kwenye pango. Waliomjua jana na jina fulani, hawakujua kamanda wao yuko kwenye pango. Waliozoea kumuona Daudi akiongozana na mfalme, hawakujua Daudi yuko kwenye pango.